baada ya hiyo miaka 1000 basi kutakuwa kuna eternity, kutakuwa kuna umilele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikurejeshe nyuma kidogo. Tuangalie hizi sikukuu alafu nitakurejesha nyuma kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe muhtasari kidogo. Sikukuu ya Pasaka ambayo ilikuwa ni ukombozi kutoka Misri, wana wa Israeli, na tukaona kwa Agano Jipya au timilifu wake Kristo alisulubiwa, ilishatokea. Sikukuu ya pili, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu au isiyochachwa. Na Agano la Kale ni kuondoa dhambi, ilikuwa ni kivuli, na Agano Jipya ikatimia Kristo alipozikwa. Sikukuu ya tatu, sikukuu ya malimbuko. Agano la Kale ni mavuno ya kwanza, ilikuwa ni kivuli, na Agano Jipya Kristo alipofufuka, mzaliwa wa kwanza kati ya wafu. Sikukuu ya nne, sikukuu ya Pentekoste. Agano la Kale mavuno kamili, ilikuwa ni kivuli, na Agano Jipya ni Roho Mtakatifu aliposhuka, ilishatimia. Sikukuu ya tano ni sikukuu ya baragumu, ambao ni wito wa toba, kivuli, na kutimia kwake kutakuwa kunyakuliwa kwa kanisa hakujatokea, na ni tukio linalofuata baada ya sikukuu ya Pentekoste. Kwa tunatarajia wakati wowote sikukuu hii ya baragumu itokee, na kisha itafuata sikukuu ya upatanisho kwa miaka 7, kafara ya taifa, alafu utimilifu wake itakuwa ni Israeli watatubu na wale ambao watapita humo, na sikukuu ya 7 itakuwa ni sikukuu ya vibanda ambayo ni kukaa na Mungu, na utimilifu wake utakuwa ni ufalme wa Kristo na watakatifu au na kanisa kwa miaka 1000. Sasa nikurudishe nyuma kidogo. Siku moja kwa Bwana ni sawa na miaka 1000 kwa mwanadamu. Jana tu ya Mungu au usiku mmoja kwa Bwana ni sawa na miaka 1000 kwa mwanadamu. Na kama tangu Adam mpaka Kristo ni miaka takriban 4000. Na tangu Kristo mpaka leo ni takriban miaka 2000. Kwa jumla tangu Adam mpaka leo ni takriban miaka 6000. Kwa kama ni 6000, maana yake kwa Bwana ni kama siku 6. Na Mungu alifanya kazi ya uumbaji kwa siku 6. Na siku ya 7 akapumzika. Kwa sisi tuko siku ya 6 ya kimungu tangu Adam. Tunatarajia siku ya 7 ya kimungu tupumzike, ambayo hiyo siku ya 7 kwa Mungu kwa mwanadamu ni miaka 1000 kati ya ile 6000, jumla ni 7000. Kwa katika hizi siku 6 ambazo Bwana amefanya kazi, na ndio siku 6 za kimungu tangu Adam mpaka leo. Kwa hiyo tunatarajia siku ya 7 ya kimungu ambayo ni miaka 1000 ndio ile ya sikukuu ya vibanda ambayo ni ile ya pumziko. Unakumbuka binadamu ambao wameishi miaka mingi, aliishi miaka 900 nadhani 90 na kitu. 60 na ngapi? 900 na kitu. Yametusera kama sijakosea. Kwa hiyo tutapita kwenye miaka 1000 kuonesha kwamba kama mwanadamu asingetenda dhambi, angekuwa na uwezo wa kuishi miaka 1000 na bado akawa na nguvu sana. Kwa hiyo tunatarajia sikukuu inayofuata, tukio linalofuata ni sikukuu ya baragumu. Watu wakinyakuliwa miaka 7 ya dhiki na dhiki kuu hapa duniani, na miaka 7 ya kuvikwa taji na harusi ya mwanakondoo kule mawinguni. Baada ya hiyo miaka 7 itafika ni utawala wa Kristo na kanisa wa miaka 1000. Huo utawala wa miaka 1000 ndio unakamilisha, inakuwa jumla miaka 1007, ambayo kwa Mungu ni sawa na siku 7. Kwa hiyo miaka 1000 ya kutawala ya kanisa kupumzika ndio ile siku ya 7 ya Mungu aliyopumzika ni sawa na miaka 1000 kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani utakuwa umepata picha na mantiki nzuri sana ya kibiblia na jinsi kalenda ya Mungu na matukio haya yanavyoenda tangu Adam mpaka mwisho wa mambo. Kwa hivyo nikukumbushe, kuna mambo mengine mengi ambayo Kristo alisema dalili za siku za mwisho. Tutajifunza somo la mbele huko kwamba yaliyotabiriwa yamekwisha kutimia. Dalili zote zimekwisha kuonekana. Na kwa hiki ambacho tumejifunza, basi ni dhahiri tuko wakati wa mwisho kabisa. Kama nyakati za mwisho zimekwisha anza tangu miaka 2000 iliyopita,
basi leo ni siku za mwisho kabisa. Tuko kipengele cha mwisho kabisa cha siku za mwisho. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa siku ya 7 ni pumziko, ishara ya utimilifu na kazi ya ukombozi. Kwa mwisho wa mambo yote ni pumziko la milele pamoja na Mungu katika mbingu mpya na nchi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, leo upo, kesho hautakuwepo. Aidha utakuwa umekufa, na mimi pia leo nipo, kesho sitakuwepo. Inaweza nikawa nimekufa, na kibiblia kwa imani yetu nitakuwa nimelala na Kristo. Au la, Kristo atarudi muda wowote. Biblia inasema hakuna ijuaye siku wala saa. Kuna wale ambao wanakalkuleti mpaka siku, lakini Biblia haisemi hivyo. Ila Biblia inatuonyesha majira, kwamba majira haya, kipindi hiki ni dhahiri siku zimekaribia, kwa sababu yote yaliyotabiriwa yametokea. Ila Biblia inasema hatujui siku wala saa. Kwa ni kutahadharisha, hakuna ijuaye siku wala saa. Biblia inasema hivyo. Hakuna ijuaye siku wala saa. Kwa ni wakati wowote, na tuko majira haya, kipindi cha mwisho. Yote yamekwisha kutokea. Dalili zote ziko wazi. Kwa hiyo siku yako itakapofika ya kuondoka katika dunia, ya kufa, utakwenda wapi? Au Kristo atakapokuja kulinyakua kanisa lake, je, utakuwa mmoja kati ya hao? Basi tukumbushane katika hilo na kujiandaa katika hilo. Mungu atusaidie kabisa. Tuwe tayari wakati wote, tujiandae wakati wote. Taa zetu zisikose mafuta. Tuwe macho wakati wote, na tukijua kwamba tuko nyakati za mwisho. Kila tunalotenda tutende tukikomboa wakati. Baba, ninakushukuru kwa neema yako ya Kristo Yesu, na kwa neno lako umetuweka wazi mambo yote ili tuwe sawa wakati wote na wewe. Maana hakuna anayejua siku yake ya kuondoka katika uzima huu wa dunia hii, katika mwili huu, pale tutakapotengana mwili na roho na nafsi. Wewe ndio unajua, wewe ndio mwanzo wetu, wewe ndio mwisho wetu. Basi tujue, tusaidie tujue kuhesabu siku zetu, tujue kukomboa wakati, tujue jinsi tupasavyo kuenenda, tuweze kukuishia wewe, tuweze kuishi katika kukucha wewe, tuweze kuishi katika kukupendeza wewe. Pamoja na yote tunayoyafanya hapa duniani ya kutafuta maisha ya hapa, maendeleo, mafanikio, ili kazi yako iweze kusonga mbele, ili tuweze kugusa wasio na uwezo, ili tuweze kugusa wenye uhitaji, tuweze kusaidia walio na haja na mambo fulani ambayo kwetu sisi tunakuwa na uwezo nayo. Basi Mungu, katika shughuli hizo na mapambano hayo ya maisha ya dunia hii, tusaidie tusisahau kwamba kuna maisha baada ya haya, na kwamba wewe ndio umetuumba, na wewe ndio umetuweka kwa kusudi lako, na wewe ndio unataka tukutumikie na utukuzwe kupitia sisi katika dunia hii. Tusaidie Bwana, tukumbuke hayo kila wakati. Kengele yako iliye ndani ya mioyo yetu, tukumbuke Bwana, tukumbuke kwamba tunapaswa kukupendeza wewe, tunapaswa kuwa tayari wakati wowote, maana muda na wakati tusioujua. Bwana, utakapokuja kulichukua kanisa lako, tuwe miongoni mwa hao ambao Bwana watakulaki mawingu. Asante Mungu Baba, kwa sababu utatusaidia. Utamsaidia yule ambaye anatazama wakati huu. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba na kushukuru.